Kibwage. Kumbuka kwamba unaweza tufuata katika mtandao wa YouTube na Facebook @KisihotTV. Karibu kwa taarifa za hivi sasa. Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii ambaye ni Doris Donya Habari amekashifu mswada wa kifedha ambao uliwakilishwa bungeni na Rais William Ruto. Amesema kwamba mswada huu unalenga kubebesha wananchi mzigo mzito, na aidha amepeana suluhu kwa rais kutumia njia mbadala au kutumia ardhi isiyo na kazi ili kuzalisha chakula cha kutosha kwa wananchi. Pia mwakilishi huyo ameongeza akisema kwamba atapinga vikali mswada huo punde tu utapelekwa bungeni. Kwa nini nimevaa sandak? Uchumi umekuwa ngumu. Hii sandak kitambo mtu akivaa mtu alikuwa anachekwa. Saa hii hata sandak kuvaa ni bei ghali. Hii sandak ni gold. Watu wameumia. Hiyo mambo ya finance bill kushinda tufanye tax wa mama. Kenya tunafaa kufikiria jinsi ya kutumia idle land ndio tukue na enough food. Mwananchi akishiba hakuna kelele. Mama akishiba usiku wanaongea na mzee vizuri. Ama namna gani wa mama? Kwa hivyo hii mambo ya kusema tax badala ya taxing, kwanza tuangalie vile tunapanda chakula. Idle land iko Kenya ni mingi. Nasafiri kutoka Nairobi. On my way to Kisii, shamba iko idle. Kwanza tufanye tax, tupande chakula ikuwe sufficient, ndio mtuambie mambo ya tax. Ama namna gani wa mama? Sasa una tax wa mama wako njaa. Kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Mami nani atazaa na njaa? Mzee anakuambia I love you na uko njaa. Mnaongea nini? Hakuna hiyo maneno. What we want, tusaidie wa Kenya, tukue na policies ambazo zinasaidia watu wetu. Sasa kampuni kama Kenya Power unaenda kuambia ni connect na stima. Wanakupatia bili ya 2 million. Si watupe stima wachukue tax kwa stima. Sasa Kenya Power i-connect watu na stima. Ministry of Water ipati watu maji. Na Safaricom iko kila pahali. Si wauliza Safaricom vile wanafanya kazi, wanaweka network inashika kila place. Na ndio sasa waweke maji kila pahali, waweke stima kila pahali, ndio mtuambie mambo ya tax. Sasa mama yako kuagiza, una tax ye nini? Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa. Surely una tax ye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Unga ya ugali iko gali kushinda unga ya chapati. Sasa unga ya chapati inaoza. Hakuna mtu ananunua unga ya chapati. Unaenda kununua unga ya wimbi, wanakubembeleza. Si ununue ya unga ya chapati moja, alafu tukuwekee bei rahisi 2 za ugali. Hiyo sasa ni nini tunafanya? So hiyo finance bill wapeleka huko, tunaenda kujaribu kuangusha. Tuende kuona hiyo mambo kama wako na namba za watapitisha huko. Mimi naweka X. Pili, ndio muone tumebeba hapa sanitary pads za hawa watoto. Tumeambiwa wazazi, watoto wenyu kama wako on their periods hawakuji shule. Haya, hata kama watakuja shule hawana enough sanitary pads. Sasa vile hawana enough, wanaogopa wanaweza kuwa wamechafua kiti. Inajua wanaume hamuelewi maneno ya periods kwa sababu nyinyi hamwendi. Sasa tuachie ikue agenda ya sisi kina mama, juu ni sisi tunafanya hiyo mambo. Si ndio? So hizi sanitary pads watoto wako na stigma. Watoto ni wagonjwa. Wakati wako kwa periods wanaogopa, ama mwalimu ataniita niandike kwa blackboard wapate nimeharibu kunyuma. Mtoto anaketi. Kama mwalimu ni mwanaume hajui kwa nini Paskaria ameketi. Anamwambia, "Omo ngongo huyu, nchuga iga." Na mtoto anaogopa, hapa nyuma ametengeneza map of Africa.
Unaona? So hizi mambo za pads ziko na maneno mingi, ziko na stigma mingi. So kitu tunaomba, kwa nini wanapea wanaume free condoms na sisi tusipewe pads? Unaenda kwa ofisi, unaenda kwa choo. Unaenda kwa choo ya serikali, unapata wameandika free condom. Tunataka na sisi tukiingia kwa choo tupate free sanitary pad. Ndio tukue nini? Equal, si ndio? Wao wanacheza na hiyo mpira na sisi tunacheza na pad. Hiyo tumeingia laini. Bona abantu bami tutagetimba bekegeka. Huku ikiwa siku ya kuadhimisha wiki ya usafi wa hedhi ulimwenguni, washikadau mbalimbali wakiwemo madaktari wa hospitali ya rufaa ya Kisii, chuo kikuu cha Mount Kenya tawi la Kisii pamoja na taasisi ya kiufundi ya Equip Africa wameendelea kuhamasisha wanadada katika gatuzi la Kisii kuhusu usafi wa hedhi. Mwanahabari wetu Masi Wesonga aliweza kufika eneo hilo ambapo ametuandalia ripoti kwa ukamilifu. Washikadau wa sekta ya elimu wakishirikiana na wale wa sekta ya afya gatuzi la Kisii wamejumuika katika chuo kikuu cha Kisii dhidi ya kuadhimisha siku ya usafi wa hedhi ulimwenguni. Thomas Wairere, afisa wa afya wa umma gatuzi la Kisii, amesema kuwa kaunti hiyo imejitolea mhanga kusuluhisha swala la ukosaji sodo kwa watoto. Thomas Wairere, mimi ndio County Public Health Officer wa Kisii County. Siku ya leo ni siku ya muhimu katika kaunti hii ya Kisii kwa sababu tunasherehekea siku ya hedhi duniani. Siku hii huwa kila mwaka tarehe 28 ya mwezi wa 5. Lakini kwa sababu kadha wa kadha tumeamua tusherehekee siku ya leo tarehe 29. Siku hii madhumuni yake kubwa ni kuhamasisha watu wa jimbo la Kisii kuhusu siku hii ya hedhi na vizodo. Wakati mwanamke, msichana mdogo na wanawake wakubwa kati ya miaka 9 na 49 kila mwezi lazima watapitia siku ya hedhi. Na siku ya hedhi kuna vizodo ambao inatumika, na kila siku mwanamke ama msichana ambaye hako na hedhi lazima abadilishe mara 3 ama mara 4 kwa siku. Na vizodo vingi ambao viko katika masoko ni vile ambavyo ni kutumia mara moja na kutupa. Na sana sasa imetuletea matatizo katika mazingira yetu, mambo inaitwa climate change challenges. Tumeamua kuhamasisha watu kwa sababu kuna vizodo ambao vimetengenezwa ambavyo vinatumika na kuoshwa na kutumika, inaweza kutumika mara mingi bila kutupwa kwa mazingira. Bila vizodo wasichana wetu wengi wanakosa masomo na wengi wanapata mimba ambazo ni haramu kwa sababu ya challenges hizo. Kwa hivyo msichana akikosa vizodo, mwanamume ama kijana mwenzake anamdanganya, wanaenda kufanya mapenzi alafu wanamnunulia vizodo, na katika hali hiyo unapata wasichana wetu wengi wanapata mimba pia na magonjwa ya zinaa na hata ukimwi. Kwa hivyo tunakuwa na tatizo hilo. Tumeamua kuja kuhamasisha watu hapa kuhusu vizodo ambao vimetengenezwa inaweza kutumika, na kuna zile ambazo inaweza kutumika na kutupwa, lakini ambao sio ile ya kukaa kwa mazingira kwa wakati inaosa haraka, kwa hivyo haiwezi kuleta challenge. Pia tunataka kuambia katika kaunti ya Kisii imejitolea mhanga, inataka kutengeneza kiwanda ambao inaunda vizodo hivi ambao inatumika na kutupa kwa mazingira, lakini inaoza haraka, haiwezi kuleta challenges. Pia kuna wale vikundi naita CPOs pia wanatengeneza hizo vizodo na kwa bei nafuu katika eneo hili, na wako hapa ili hii siku ambayo tunaisherehekea leo tumehifadhiwa na mashirika mbalimbali ikiwa AHF, Western Kenya Sanitation, Kikop na mashirika mengine. Kwa hivyo tunaomba wananchi wa kwamba kuongea juu ya maneno ya hedhi katika eneo hili ni kitu ngumu sana. Tunataka watu wetu wahame kutoka hapo kwa sababu visodo na hedhi ni vitu ya kawaida, ni maumbile ya Mungu.
Asanteni sana. Lona Moram, mshikadau wa Africa iliyo mshirika wa chuo kikuu cha Mount Kenya tawi la Kisii, amewahamasisha jamii kuwasaidia na kuambatiti wanawake na wasichana katika kipindi cha hedhi ili kupunguza unyanyapaa. Ms. Lona Moram Nyambane from Equip Africa Institute, which is an affiliate of Mount Kenya University. So we are part of the government in celebrating this day of menstrual hygiene. We want to sensitize our society on we want to sensitize the society that menstruation is a normal process, and people should not just look at it as something that, you know, if someone is menstruating, they need to be stigmatized, and that is why we are saying we want to end the stigma. So we teach the community. We are in a community whereby people look at menstruation, you know, as something that we should not even talk about. People are not ready to talk about it. So we have to inform the society that menstruation is not something that, you know, you are so much afraid of. It is a natural thing. Every woman of a reproductive age will go through menstruation. So let our people understand that when a woman is menstruating or when a girl is on with a menstrual period, she needs support. Accidentally a girl soiled or a woman, don't look at her like she has done a criminal offense. No, support her. You know, it is an accident. So we need to join hands as Mount Kenya University, as Equip Africa Institute. We are joining hands with the government to end the stigma against menstruation. So our people, please embrace that and let's support our girls, let's support our women so that they menstruate, you know, without a lot of fear. Kupitia kauli mbiu yenye hashtagi tumejitolea, washikadau hao wanatarajia kuwa watoto wa kike watazingatia usafi wa hedhi. Wesonga Akinyimasi, runinga ya Kisii Hot, gatuzi la Kisii. Na baadhi ya wananchi kutoka kaunti ya Kisii wamepinga vikali mswada wa fedha mwaka 2023 wakisema kwamba unawanyanyaza wananchi bila kuzingatia maoni yao. Bruce Ochieng na taarifa kukamilifu. Na mpenzi mtazamaji, nikiwa katikati ya mji wa Kisii, kwa harakati ya kuzungumza nao, wamepinga mswada wa fedha wa 2023 kwa madai kwamba ni kunyanyasa wananchi bila kujali maoni yao. Parliament wapitisha, lakini sisi tumekataa, na hao wana parliament wote tunawaangalia kwa makini sana. Wanataka kututenda kiunyama kama sisi wa Kenya juu tumekandamizwa sana kwa pande zote. So hiyo kitu nimepinga. Alafu na unions wakuu wenye wamesimamia unions, wale wakubwa, tokeni maandamano, na sisi wa Kenya tutaingilia, tutoke maandamano juu ametudanganya. Ameanza mama mboga, mtu wa bodaboda, amemaliza amesahau, tena amekuja kwa 3% ndiye anaanza kusema eti apanga ajira yao wana bodaboda. Mbona hakupanga hata kwa cabinet yake mwana bodaboda hata mmoja, ndiye akuje kutuambia tena sasa amefikiria tena hiyo ushuru ikitoke ndiye atupange. Tumejua tactics zake zote ni za uongo na hakuna mahali atatupeleka. Sasa Kenya tuko njiani, tunakuja State House na tumuondoe ndio tupaki na amani. Hizi Kenya tulikuwa tunatarajia wanatuambia eti bottom up. Hiyo asante. Pengine tuweze kupata vile vile mkazi mwingine, tupatie hisia zako ni zipi unaisije kuhusiana na swala hili. Majina ni Paul Nyariki. Wakazi hao wamesema kwamba serikali imesahau sera walizoziahidi wananchi na kuanza kufanya kazi kwa mapendekezo yao. All of them waandamane wakatae hii kitu, sababu hii kitu inatukandamiza all of us Kenyans and we are not happy about it. So naomba hii serikali tafadhali, ile promises mulitupea hakuna hata moja mumetekeleza. Maneno ya kutuambia tuanze kulipa rent houses eti sasa kama utahitaji nyumba, vile nilisikia mheshimiwa Kimani Chungwa anasema eti utarudishiwa hiyo pesa. I think this one cannot work. Let them build the economy. Tunaumia hapa chini. Naam, asante. Pengine tupate mwingine hivi atueleze hisia ziko vipi na unaonaje? Kwa majina ni Hukumu Wilfred, mkazi wa Kisii. Naona jamani kama anatudanganya. Alikuwa anatuambia tuanzie na pande ya chini tukielekea na pande ya juu. Imefikia mahali sasa ametukwamisha mahali. Hatuoni vile venye inchi inaendelea bila kuinuka kutoka chini kuelekea juu. Yeye anatuambia tuona anatudanganya. Amepeleka mswada pale bungeni ati wajumbe waende kuipitisha, lazima ati aongeze vile venye anataka.
tuona kila kitu imekwama. Pengine tuliona kwamba mswada huu ulikuwa umesemekana kwamba umeletwa kwa wananchi waweze kutazama kwanza ndio uweze kurudishwa pale bungeni waende kujadili. Wewe kama Mkenya umepata fursa ya kupata mswada ule uweze kutazama? Hatujaona hiyo mswada ukiletwa hapa kwetu tuipitishe. Ni kama anataka kutafuta njia zingine yake binafsi kuanga wabunge ndio wapitishe, lakini nataka kuona mjumbe wangu wa Bonchali. Mimi binafsi nikiona kama akipitia mswada akipitisha akae Nairobi. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata vile mwingine atueleze yako ni yapi na nisije. Mimi personally nilikuwa mfuasi wa UDA, na ukweli kuna vitu nimeona zimeanza kuenda murama. Sasa kama hii financial bill, mimi ningeomba tu rais, kuna hizo vitu ambazo wananchi wanateta kwazo, wafanye amendment. Ninajua ya kwamba sio bili yote iko na itilafu, lakini mahali iko na itilafu wacha afanye nini? Amendment. Kama hii mambo ya manyumba, wacha wafanyikazi wa serikali wawekewe mortgages. Kama ni mwalimu awekewe mortgage, anaenda anachukua loan yake huko, anakatwa, mahali inaisha inafanya nini? Lakini mambo ya kuanza kukata wananchi pesa, saa hii uchumi umekuwa ngumu. Unaona bei ya sukari gunia moja ni 11,000 na bei ile 50 kg ya simiti ni 650 mpaka 700. Sasa bei ya simiti iko bei rahisi. Sasa tunachenga uchumi na simiti ama tunafanya aje? So mimi nilikuwa naomba government, wakati wananchi wanateta, na rais asikize wananchi. Nilisikia chifu wipu akiongea kwa sababu anatoka ile eneo, eti hiyo mswada lazima ifanye nini? Ipite. Sasa ukiongea hivyo bwana, na nyinyi ndio viongozi ambao mko hapo mbele. Nikiripotia runinga ya Kisii Hot, jina langu ni Bruce Ochieng. Askofu mkuu wa kanisa la Befa katika jimbo la Western Nyanza, Simon Mosoti, ametupilia mbali kisa cha mchungaji wa kanisa hilo ambaye alikamatwa kwa madai ya kuwalaghai washirika wa kanisa hilo pesa kwa kuwadanganya kuwa atawapeleka Marekani. Aidha, askofu huyo amesema kwamba mchungaji huyo ambaye anafahamika kama Simon Obonyo alikuwa ameachishwa kazi baada ya washirika wa kanisa hilo kumshtaki kotini. Simon Mosoti igondo murai opefa Western Nyanza aiga pefa Western Nyanza igonte niliji district 12 district 12 nimbwata bobasia bana 12 naende igonde bonogando the senior pastor we kanisa ya simwachire ibona asimure am the senior pastor wono lenda mangana ya jetaga tokea igona nyorete nkoro ase media ngoja watenga minto ya barariria minto ngiwete ngamba bwate gento gekoro kusenga kona mowe karoka ndege ya gure Kisii bona kona we ndege ya gure Kisii nkaunga ndege ya gure Kisii pefa. Ukweli ya mambo ni kwamba oyo bono tokoroka olekueroka Bishop Obonyo igate nende tuegasi ekerate nende tuegasi bono taliere tali mo aiga Gusii bona asabanta abale guchong'ainereria igare ko bang'aineria ng'anko bairare ng'umbu eye pefa ntobwati program yokwenda ng'umbu yale ko banga pefa nebwate program yokwenda ng'umbu ninje yale koa igo yakoreta tuichorji form banta bono baibeire chibese kende yonse nke kworo kinga pefa ne usikete gose ne mbaichorji form kinde jonse cha pefa na hali jifomu cha pefa yale ko bororo ninje nale gokora gento kieke inje nale nge gusaini igonale ko batairende oyo ntu amutenene tie gasi bono gale gokora ebinto biaye gweko monyene una na rigwa se media nga obwateirwa abosongo tabwateirwa abosongo igachieta kabwateirwa itibasa ale gokora ebinto biaye ekoreka na bwate chikateri chiaye ale gokora gasi na barobo
igorende bona ase kanisa ya bosongo na igwete ngana bashirika ba pefa aiberete mushirika wa pefa tai aiberete nono yo nande nkama yakobore ekanisa ene ere nene ya pefa ye muno murocha aiga no mo bishop wa kobera no nkobera bono gigaga bone kona igwete ngande muna omonto yo bwati na akirjisim all over bagwante minto ya tebire kwa bwatiru ngabate ya minte yirinde ngakingo cha kokora nyenyore bono ka tu ikaransi nabo basi bane Jumamosi bagante ya tigatorre torali ya banta minto na kitoko banyora rende abantu mbwate nabangaini bagante byaya igo tokorige meet agents echiche tobatebio ekene kia manene ng'ana kiere igo nare kobatebia rende muna yatangasetwe oyiga akabeire omurayi oito bono omurayi ono okabere ogonkonya noyo oyu na moroche giga gakorokwa Reverend Yandaro pefa gebwate all over Kenya igo rende Yandaro gakoruka Kakamega but is working here in Kisii igo nare kobatebia rende buna emedia yatangasete amang'ana aya yoyi nachiete obisi enene yaito bakamurusio bateba ya mundu utakore gasi na intwe ekero gage egikao kie region ya ikaransite igo nare kobatebia rende ng'a ntobwati egento gekorokwa Kisii County Region region yane gekorokwa pefa West Nyanza mbogoreti korwa Kisii una nabatebia Kisii Nyamira mpaka Transmara igo nare kobatebia rende gaki amang'ana aya igo tokonyabeka ng'aya yoyi obwatetwe eyekere egento kiaye naende ekero twanyorete ng'a rende bono amang'ana aya ntokomoikeria togateba tiga bari babwate aibeire chibesa chiabo bamosoere bagendani na eserekari ekiara ntwe ntobwati ase ekanisa ntobwati gekao gegochi kogamba amang'ana ya oboibi igo naki naroteba ng'a rende tiga emanyekane ng'a ase buna bono iga abanto bategerete all over ase Gusii engima gaki bari bara abagusii na akerujisimi all over bagantebia endege inche nana komanya endege nekare nana komanya egento nkere gekorokwa ng'aki bono geki egese ekerambauti ngekare bono ekero nachete gotomerwa ase esimi yane ebirambauti na endege ngateba endege eye naki nkoyeikera bono igo angwakera Nyasaye ng'a mbuya buna ekianyoa endege eye more gaga gaki nabaikereire nabatebia ng'a yaya oyo obwatetwe oyo bono tario erida ya pefa inenegwe naende ntobwati program ende yonsi okoira abanto ng'umbu nakairete abanto bande mbarakabatebeti na echigari akoni abanto abakoneri chigari chiabo chigari echi akobaoneri ntomanyeti chibesa inche tokaigwete akairete chia abanto bia echigari igo bono nare kobatebia rende ng'a ebi na ebinto are gokora ebiaye na binto mbiri bia kanisa igo twamoteneneti ase eng'encho abanto konyoa bamosoereire konyora abanto bamosoe ng'a otoireire ngotoire are ng'umbu abande bateba omogaka narochete agantebi ng'a oonirie oboremo bwaye ekero omogaka ogantebia ng'a oonirie oboremo bwaye omogaka okorokwa momanyi bono ekero nanyora omonto oyo mpaka yachire goika atax yabeire ng'a abanto bakorigia chibesa baonia ebinto biabo bacha koreta oegwa nare goassociati na omonto omoibi ore ase ekanisa ime naende okoibera abanto iga egento kiagete nkamotenena kiekio. I'm the pastor in church, Nyamira Township. I'm the overseer, Nyamira West District, Pefa Churches. Iswarindire my brother abori ario morikia mang'ana. Ng'ana ki mwakorete mukamotenania egasi. Egasi tuteneine, Pefa daracha mbiri, nere kanisa enene ya ofisi omwaskofu. Oyo ikaranste egaiga. Omwaskofu eyekerare egaiga, chiripoti chinyinga chigocha chia region, no chigocha aga. Abantu batwegete bunuri are kora risuko ngara no mobasi are sono mo bishop are bo Pefa church Gusii ekara bare ko muri kuru Nairobi
bamuri gukorwa ogembo bamuri gukuru suneka asa bonse bara gutumira ni gaiga chiri bote chikaba chikaba receive obisi omonto ocho tigerita ria yororo na ndo tigororo ye namba yesimi na ndo tebo monta akuri ya kuru ku Samson obonyo bono mo bishop boya gachaga turangiri twensi mo bishop boito bono mo vasi to we richo ni yaiga agaturangiria tukaranga no mu askofu yo otene tuiga shukuru ku obonyo akaringa ni ria kwanwa egatoka abantu bagwate complaint chinyinge twajikote makuririgereria tukanyora ntuntu konyara kurikwana bune kanisa omo bishop wetu from the advice omo bishop agateba ng'abantu bagende police bari botie reportinga omo ndaro bari bichibesa lakini tari kanisa kwa manganayo bona abantu bakagenda police na nduto kama debona sia ikeire esenge njoringa ne yaberega you step aside liruba likarikwa ligatigara se region likarikwa likagenda national office likarikwa likabati pact to all 12 districts che region inga omo bishop oyo ngo mo deputy kare otrene wemeremo as a ground singa nguru share ngibeza sabantu yanko bayirare nga America enata kubeka lingana richi nguru mo bisori aboria ngana kiyanyare kanetabo iko na boto nyorte information njere kabireyo. Na kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa katika kaunti ya Nakuru na maafisa wa usalama katika kaunti za Bonde la Ufa akizungumzia swala la pombe haramu. Aidha, Rigathi Gachagua ameweza kuwasihi viongozi kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuhakikisha kwamba shida hiyo imemalizika katika eneo hilo. Brian Amboye na taarifa kamili. Naam, niko maeneo ya Nakuru ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua ameandaa kikao na maafisa 10 wa Bonde la Ufa ili kukabiliana na pombe haramu, uuzaji wa madawa za kulevya katika jiji la Nakuru. Amewataka maafisa hao kuwafichua watu wa pombe haramu maeneo hayo. Commissioners wa DCC muende muite machifu wenu mkubaliane, wapeane list yote watu wanauza bangi kama njia ya kukabiliana na pombe haramu nchini chini ya mwezi mmoja. Bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane list ya ile wote wanapika pombe haramu. Wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu, wapatie nyinyi hiyo list. Uita kamati yako ufanye kazi. Nikiripotia runinga ya Kisi Hot, jina langu ni Brian Amboy. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki ambaye anafahamika kama Maina Njenga leo amefikishwa katika mahakama ya mjini Nakuru kwa makosa kadhaa ikiwemo madai ya kupatikana kwa bunduki na bangi nyumbani kwake eneo la Kanyororo, kaunti ya Nakuru. Musa Ombasa ametuandalia ripoti hiyo kwa njia ya ukamilifu. Vurugu zimezuka leo katika makao makuu ya DCI kati ya polisi na wafuasi wa kiongozi wa zamani wa Mungiki Maina Njenga ambao walikuwa wanataka kiongozi wao atolewe au ahutubie. Wamesema kuwa hii ni njama ya serikali kutumia idara ya DCI kwa sababu za kisiasa. Wamesema kuwa hii hali ya Maina Njenga kuunga mkono mrengo wa Azimio ndio imesababisha haya yote kutokea. Hadi kwa sasa haijulikani Maina Njenga amepelekwa wapi. Nikiripotea runinga ya Hot TV, jina langu ni Musa Ombasa. Kufikia hapo mtazamaji ndipo natia kikomo. Endelea kufuatilia habari zaidi katika mtandao wetu wa YouTube na Facebook @Kisi Hot TV. Jina langu ni